Karibu sana ndani ya studio Peter Papa. Tunakaribisha jioni ya leo. Ni furaha kubwa kwetu kuwa na wewe mtumishi wa Mungu ndani ya The Soap TV Healing Lives kwa mara ya kwanza kabisa. Karibu sana studio. Asante sana Stella. Mimi nafurahi kuunganika nanyi hapa studio siku ya leo. Amen. Kwa majina yangu naitwa Blessed Peter. Nimeokoka, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na pia kiongozi wa sifa kanisani. Amen. Yeah, thank you so much. Amen. Natumai umemsikia mwimbaji wetu wa leo ambaye ni Peter. Amesema anaitwa Blessed Peter. Karibu sana ndugu yangu. Tunafurahia kuwa na wewe jioni hii. Watazamaji wamekusubiri. Manake hapa ndani ya Soap TV katika kipindi hiki cha Request Sunday huwa tunafurahia sana kuwa na mgeni, na Mungu ametutunikia neema hii ya kuwa na wewe. Nitambulishe zaidi. Wewe ni nani, wa kutoka wapi? Ndio wewe ni Peter. Ila sasa umeokoka ndio. Uliokoka lini? Hebu tuzungumzie tu kidogo. Asante sana. So mimi Peter nimetoka Kilifi. Actually majina yangu naitwa Peter Baraka. So ikifika ni katika huduma yangu nikajiita Blessed Peter. So ni yale tu majina yangu. So nimezaliwa Kilifi katika eneo la Ganze. Eneo la Ganze kule ndo nimezaliwa. Nimezaliwa na kulelewa katika familia ambayo imenilea katika malezi ya kumjua Mungu. That is, nimezaliwa katika familia ambayo ni Wakristo. Babangu mwenyewe ni mchungaji, amekuwa mchungaji mpaka kaja akakuwa reverend kwa muda huo wote. So nimezaliwa katika familia ambayo inamjua Mungu, but nilipofika high school huko ndo niliokoka ile personal sasa. Kuna ile ya kifamilia, Yes. Alafu kuna ile yako personal. Amen. Yeah. So ulipofika high school ukaamua sasa safari yangu na Kristo, ulikuwa umeshachunguza vya kutosha na ukaona kwa Yesu ni faida, ukaamua hata mimi naweza nikaingia huku. Maana watoto wengi ulelewa. Umesema wewe ni mtoto wa mchungaji. Yes. Watoto wengi wa wachungaji ulelewa ndani ya kanisa, wakaenda kanisa lakini baadaye wakaondoka pale. Kwa hivyo wewe ulipofika high school ukaamua, ni nini kilichokupelekea kuamua kuokoka? Unajua watu wengi wakienda high school, kuna wenye wanaenda high school wakiwa wameokoka wakarudi wakiwa wamemwacha Yesu. Yes. So katika high school nachangamana na watu tofauti na pale huwa kuna transformation nyingi zinafanyika. So hapo ndo unaweza ukajigauge, ukapima maisha yako, ukaona it's high time you get serious with your spiritual life. Amen. Yeah, so hapo kuna time tu, kuna wahubiri kadhaa walikuwa wanaletwa, na katika vile atakapokuwa anahubiri mtu unaweza kusema hii maisha naishi mimi inabidi sasa nikuwe serious, nijue sasa mimi acha nibaki kwa Yesu, nitegemee Yesu. Amen. So ukirudi nyumbani unakuwa mtu ule ambaye uko hivi unakuwa sasa umesimama juu, ni kitu umeamua. Si ile ya wazazi tena, sasa ni yako mwenyewe personal sasa. Yeah. So hapo nikaangalia tu maisha yangu, nikaona, na by then nilikuwa ni mwimbaji tayari. Okay. Yeah. But sasa pia kuna transformation ilifanyika juu uimbaji wangu wa hapo zamani haukuwa, mimi acha nikwambie, sikuwa naimba gospel. Yeah, pamoja na kuwa tumezaliwa katika familia ya wachungaji. Sikuwa naimba gospel. Mimi mwanzo nilikuwa naimba secular music, tena nilikuwa na rap vyenyewe kabisa. Yeah. Okay. But sasa Mungu hakutaka nikuwe hivyo. Mungu alitaka nikuwe hivi vyenye niko leo. Yeah. Amen. Kwa hivyo ulikuwa katika muziki wa secular, unaimba. Yeah. Na muda huo pengine tujuze tu, ulikuwa unaenda kanisani pia, ama hata kanisa ulikuwa huendi tena? Ni mtoto wa mchungaji asiyeenda kanisani, ama ulikuwa unaenda kanisani lakini hatimaye ukishatoka kanisani unashika shughuli zako, unaingia kwenye muziki, na ni muziki tu pengine ulikuwa mnaimba
ya kujifurahisha tu, ama hata mlikuwa mna record, ama ni kwenye kwenda labda kwenye tamasha vile kuimba hizo muziki, ama ulikuwa unaimbia wapi? So mimi nikiwa nyumbani sikuwa kuimba, sijui kurap nini. Unafanya hivyo mbele ya nani? Huwezi. Huwezi kabisa. But nikiwa shule unakutana na marafiki zako nini, mnakaa mnaandika muziki wa hip hop ule. Okay. Mnakaa base, mnaandika muziki, then mnangojea talent show, mnapanda stage hapo nikuelewa nilikuwa nafanya. So sikufanikiwa kwenda studio kurecord juu sasa kumbuke kabla nitoke high school nilichange. Amen. Ningetoka nikiwa bado niko na ule muziki ule basi huku nje ningeenda studio. Lakini sasa Mungu hakutaka ikuwe namna hiyo. Ndio maana nika change before nimalize shule. Nikiwa form 3 actually. Amen. Ikiwa sija kusikia makosa, umesema kwamba kulikuwa kunaletwa watu wakihubiri. Yes. Ni weekend challenge ama ni kwa parade ama ni wapi, yani haswa mahubiri ya gani uliosikia yakachangia wewe kumpokea Kristo? Wana hizi weekend challenge. Sana watu wanachukulia weekend challenge ni vitu za kwenda kujibamba, kwenda kuinteract na watu wa shule zingine nini. But kuna wahubiri ambao mnaweza mkaenda pale kwa weekend challenge na mentality za kwamba unaenda ukainteract, unaenda ku have fun. But my friend, kuna mhubiri anaweza akagonga neno hivi hata hiyo mentality yenyewe ulikuwa umekuja nayo ikapotea. So nilipata mmoja kama huyo wakati huo, na ilikuwa tumehost shuleni kwetu. Alikuwa anajiita, alikuwa kijana tu. Alikuwa anaitwa Harry G. Sijawahi kutana naye huko nje wala sijamfuatilia, lakini alikuwa anaitwa Harry G. Alikuwa motivational speaker as well. So huyo alikuwa anahubiri vitu zinakufanya unatokwa na machozi. Actually I still remember that day mpaka vitu zenye alikuwa anahubiri. So hiyo kitu ilinibadilisha maisha yangu, na from that day I changed my music, I changed my friends. Nikaanza kwenda CU. Nikabadilisha kila kitu. Amen. Yes. Amen. Kwa hivyo principal pale, patron wa CU pale, na walimu ambao mnachochea ya kwamba kuwe na weekend challenges. Naomba tafadhali msiache, si bure. Maana kupitia weekend challenge fulani, mhubiri fulani alifika katika shule ya, umesema ya Ganze? No, mimi nilisoma Maria Kani Second. Mariseko. Shule ya Mariseko. Akafika mhubiri pale na akahubiri na akaokoka mtu, na ni miaka sasa yuko ndani ya Kristo. Kwa hivyo mnafanya kazi nzuri ya Mungu na mzidi kufanya hivyo. Nafurahia sana kwa neema hii ya kuweza kukuhost katika show yetu jioni ya leo, mimi pamoja na mtazamaji pale. Manake dhana ya watu wengi ni kwamba watoto wanaolelewa katika imani mara nyingi huondokea imani na wasirudi. Mimi naweza sema kwamba furaha ninayo kwa sababu nafahamu ya kwamba wewe umelelewa katika wokovu. Ndiyo, ikafika wakati ukaamua kumpa Yesu maisha yako. It is naweza sema ni living testimony that even kids that are raised by men and women of God pia wanaweza wakastawi katika imani. Mungu akubariki sana. Je, nani alijua kwamba, ama nani alipinpoint akasema huyu anaweza kuimba? Nani aliona kipawa chako cha uimbaji kabla ya wewe mwenyewe kukigundua kwamba unaweza kuimba? So katika familia yetu karibu sote, acha si karibu, yani watu wote pale kwa huduma ya uimbaji yani wote ni waimbaji. Kuanzia first born mpaka last born. So yani kama mtu ungekuwa hujui kuimba ama watu wakipanga sauti unatoka nje, watu wangekuwa wanakucheka. Na wale dada zangu wakubwa hata angekutia ngoto. Yani ilikuwa kuimba ni lazima pale yani. Kivyo vyote vile yani. Lazima ulikuwa utaimba. So
ndugu zangu wote wamekuwa wakiembrace hiyo ministry yao ya uimbaji. Na wote wenye wanaimba saa hii ni kidogo, but tukiinukia watu wote walikuwa ni waimbaji. Okay. Yeah. Yes. So mimi nikiwa mdogo hapo niliingizwa tayari katika hiyo nini ya kuimba tokea sijui paka, maana ilikuwa lazima pale basi ungepigwa vinyewe. So nilipokuwa hivi nikawa Sunday school, nikawa na lead nyimbo huko. Ya tukiimba Sunday school kitolewa nyimbo ambapo Peter anaweza. So watu walikuwa wananiambia anaweza. Mwalimu wangu wa Sunday school enzizo alikuwa dadangu hata. So yeye angeniambia anaweza, na kama ningekataa basi huko nyumbani ingekuwa kesi. So hivyo ndo nikajua kama wanasema naweza, basi inaonekana naweza kweli. Nikaanza kuamini kwamba naweza, na hapo nikaanza kuimba. Amen. Yes. Kwa hivyo waliogundua kwamba unaweza kuimba ni pale ndani ya familia. Yes. Na walikuwa serious about music. Sana. Amen. Yes, pengine sana. Kuna waimbaji tajika pale nyumbani, ama mwimbaji tajika ni wewe? Maana kwa neema ya Mungu wewe ni mwimbaji tajika. Humble na yekea. So kuna firstborn wetu anaitwa Mary. Pia ni mwimbaji, amerecord nyimbo those sahi ni kama ametulia sana. Siwezi sema ameacha, but amekuwa muda mrefu hajatoa nyimbo. Na nimekwambia tukinukia wote walikuwa waimbaji, lakini kuna wenye wamestand sahi ni kidogo. Dadangu, bila kumsahau dadangu Blessed Pendo, yule alikuwa akinichapa enzi zile. Pia nilipoanza uimbaji sasa, amekuwa pale kama mwalimu wangu, amekuwa coach wangu, amenifunza, amenilea sana katika upande wa hii ministry. Yeah, so yeye katika familia yetu naweza nikasema namwangalia. Akiwa pale mbele namwangalia, ya dadangu Blessed Pendo. Yes. Amen. Sawa kabisa. Kwa hivyo kuna uwezekano wa ndugu zako kukuamini, uwezekano wa mzazi, mwalimu wa Sunday school kukuamini wewe na kile kitu ambacho wewe mwenyewe hujajua kama unaweza kimanage, na hatimaye kikafanyika kuwa kweli. Basi libarikiwe jina la Bwana kwa ajili ya hilo. Litukuzwe jina la Mungu kwa ajili ya hilo. Mpenzi mtazamaji, kipindi ni Request Sunday. Natumai kwamba unabarikiwa. Hii ni segment ama kipengele cha mwimbaji wa siku, na natumai kwamba umejiunga nasi kitambo kidogo. Iwapo ndio sasa unaingia nyumbani, karibu sana kwa kutegea. Jumuika pamoja nasi ndani ya studio. Tuko naye Blessed Peter, mwimbaji kutoka Kilifi. Mwenyewe amesema anatoka Kilifi, na hivyo basi tuko katika mahojiano yetu. Taratibu tufahamu changamoto. Umesema wewe ni mwimbaji wa nyimbo, recording artist. Yes. Lakini pia pale mwanzo umejitambulisha ukasema na pia naimba praise and worship kanisani. Sasa pengine tu unisaidie na kitu hivi. Waimbaji wa nyimbo za Injili ni recording, as in umerecord ama umejipanga kwa event ya live unaenda unafanya. Saa ingine odds are not against you. Saa ingine hali ama changamoto unaenda wakati ambao uko conducive kurecord. Wakati wa saa unaenda una record. Lakini praise and worship, saa ingine unajikuta you're not in a position to lead praise. Lakini pale kiongozi amekwambia leo wewe ndio utakaye tuongozea nyimbo za sifa na maabudu. Pengine kuna kipindi kigumu unapitia, some struggles in life ambazo unapitia, ama hata kipindi pengine cha majonzi ama nini. How do you overcome that, and how do you manage uongoze watu wa Mungu katika sifa na maabudu, na wamtukuze Mungu ama wamwabudu Mungu, wamwone Mungu, wasizione zile shida zako, ndugu yangu Peter? So asante sana, ni swali zuri ambalo inatatiza watu wengi. Lakini ukweli ni kwamba wale watu ambao unawahudumia si wako, ni wa Mungu. Na mwanzo actually sio wewe unayewahudumia, ni Mungu mwenyewe. So ukijipata kwa situation kama hii ambayo wewe mwenyewe hauko sawa, lakini unafaa uende upande madhabahuni pale, ushukishe uwepo wa Mungu, watu wabarikiwe, na wewe mwenyewe hauko sawa. Jambo la kwanza unafaa ujitoe. Mwambie Mungu, these are your people. Na hudumia watu wako mwenyewe vile unavyotaka. Unitumie mimi,
lakini wahudumie watu wako wenye unataka. So ukichukulia kwamba it's not about you, kwamba wewe uko tu pale lakini kuna mtu mwenye anafanya hiyo kitu. Imagine hiyo kitu itakuwa rahisi sana. Unaweza kuwa hata wewe mwenyewe umechoka ama labda umekesha mahali sauti yako imeshikika, mafua nini, you are not okay. But yani once ukijitoa mwambie Mungu, mimi hapa siwezi chochote, take over. Fanya venye unataka. Ukitaka kubariki watu wako, acha wabarikiwe. Mimi nimejitoa. Ukijitoa hivyo, then Mungu ana take over. Amen. Yeah. Amen. Hiyo ni kidogo tu kuhusu mwimbaji wa nyimbo za maabudu na sifa pale kanisani. Ni kiongozi wa praise and worship pale. Inabidi unaimba imbaje. Usikwepe madhabahu kwa sababu na matatizo. Natumai kwamba umepokea wosia huo ama ushauri huo kutoka kwa ndugu yetu Blessed Peter. Ndugu yangu Peter. Yes. Unapenda kuimba ndio na umerecord. Sasa nikuulize tu swali ambalo si gumu vile. Natamani kujua. Je, unapokea nyimbo pengine ukiwa uko studioni ndio unaandika mistari, unakuwa umelala unaandika unapokea uimbaji, ama you do a script kabisa, unaandika alafu unatafutia tune, ama unachukua chombo? Yani how do you receive your songs? Kama wimbo umetoweka pale, mwachie Yesu atawale. How do you do it? How do you get your songs? So uandikaji wa nyimbo uko mara nyingi tofauti, lakini as for me I don't write songs. Sina kitabu kwamba eti hii nyimbo fulani mimi sijaandika nyimbo. So what I do, napata melody kwa kichwa tu, naweza kuwa hata natembea. Yeah. So napata melody, then ninapanga maneno. So nyimbo yote naitunga tu ikiwa kwa kichwa, siandiki. Mwanzo nikishika kalamu kuandika hivi, maneno yanapotea. Yeah. So nikienda studio, naenda studio kama niko na hiyo idea, niko na hiyo melody na niko na mahali a starting point. Then nikifika studio, nikitengeza instruments, sasa song inakuja. But naenda nacho studio nika idea kadogo, ka melody na maneno kidogo tu nye niko nayo. Then nikifika studio sasa I get the whole thing. Lakini siandiki nyimbo eti sijui maneno no. Okay. Yeah. Amen. Sasa na niulize, producer gani ambaye ana hiyo patience ya kwamba uende na idea alafu akusubiri utunge wimbo umalize? Huyo producer ni yupi? Atafutwe tu, peane namba zake leo, atafutwe huyo producer mwenye anaweza kuwa na all that patience. Okay, hata hakuna producer mwenye atakuwa that patient. So hata mimi nikisema nikifika studio naenda na idea, then vitu zinakuja. Si eti ni kitu inakaa muda mrefu sana. So ni kama tu useme hii nyimbo nitasema Yesu nakupenda. So niseme hii idea ni Yesu nakupenda. So nimepata na melody hapo. So nikifika studio na si eti nita take time kufikiria Yesu nakupendaje. Of course ni kwa sababu alinipenda msalabani, yes, akanifilia. So hizo ni maneno ambazo naingiza tu kwa hiyo melody yenye iko. So other me system that is a producer. Okay. System that is a producer. Juu sasa yenye ikifika ni kumwimbia Mungu, hakuna anything ya kufanya work, hakuna anything complicated. Yeah. So Yesu nakupenda. Kuna sababu nyingi za kumpenda Yesu. Ama Yesu pokea sifa. Kuna so many things za kumfanya asifiwe. So si kitu ya kuwa eti nikakae na producer tukae muda mrefu tusumbuana. No. Yeah. Amen. So ukimalizana pale, yes, na ile idea umepeana kutengezee beat, alafu natoka na ile beat unaenda kufanya mazoezi, unarudi na record. Ama inakuaje? Mimi nikienda studio nishaimba nyimbo, nishamaliza, record, nishamaliza. Basi tukufu kwa Mungu kwa sababu ya kukujalia uwepesi huo wa kurecord nyimbo. Mungu akubariki zaidi na zaidi. Amen. Pengine kabla turudi upande wa pili wa studio tuweze kusikiza na request zingine ambazo watazamaji wa The Soap TV wameitisha ndani ya kipindi cha Request Sunday. Pengine tu nijue, ukiwa peke yako kwa shughuli zako tu za kawaida, ama
ukiwa wakati wako wa utulivu, wimbo upendao ni upi? Unapenda nyimbo za tenzi, nyimbo za kisasa, ama unabarikiwa na zipi? Mimi hupenda worship. Tena worship zile za kitambo. Ya zile old songs zile. Na worship zile za kina Fanuel Sedekia. Okay. Ya hizo nyimbo za kitambo za kina Solomon Mkubwa, zile za kitambo. Ya zinanibariki sana, za kina Sarah K. Ya nyimbo ambazo zinanibariki sana. Si eti nyimbo za siku hizi sipendi, nyimbo za siku hizi napenda, na mimi of course ni wa siku hizi pia. Yes. So lazima update. But umesema ukiwa peke yako mahali umetulia, mimi wanapenda ku look back. Amen. Yeah. Amen. Na ni wimbo gani wa Blessed Peter unaokuhudumia ama unaokuhudumia zaidi wewe mwenyewe? Anytime, anywhere. Wimbo ambao unahisi huu ni wangu zaidi ya kwamba unahudumia wengine. Kuna nyimbo niliimba mwaka juzi inaitwa Njoo kwa Yesu. Nimeimba Kigiriama lakini inamaanisha njoo kwa Yesu. Ya ni hiyo nyimbo ikisikia ikichezwa mahali ama mwenyewe nikicheza inanibariki sana. Maanake inasema wakati shida za dunia zimekulemea na ndugu wamekukataa, marafiki wamekugeuka na hauna mahali kwa kwenda, at least Yesu anasema njoni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. At least kuna mahali unaweza ukakimbilia kwa Yesu. Ya hiyo nyimbo. Amina, utukufu kwa Mungu. Mbona nimesikia nyimbo za, yani hapo umetaja nyimbo ya Kimijikenda, ile ya mwanzo tuliyotangulia nayo ni ya Kimijikenda. Ukiulizwa nyimbo za Kiswahili au Kimijikenda, ungependekeza gani za wewe kama Peter? Mimi ningependekeza za Kimijikenda. Mimi ni Mijikenda Mgiriama. So nyimbo za Kiswahili napenda Kiswahili, hata za Kizungu napenda. But sasa kwanza ningepea priority kwa my very own people, kwamba wapate injili watu wangu mwanzo, kabla niende to the uttermost. Si lazima mwanzo tuanze Jerusalem. So watu wangu mwanzo, ningeprefer mwanzo kuimba Kigiriama, watu wangu, the local people, wapate injili mwanzo. Yes. Ndani ya studio tuko naye mwimbaji wetu ambaye anatoka Kilifi na amejitambulisha hapa, amesema anaitwa Peter Papa. Sasa kabla tumalizie Peter Papa, wewe ni praise and worship leader umesema. Na pengine Mungu amekujalia neema ya kucheza chombo kipi pale kanisani pia, ama hamna chombo unachocheza? Mimi nacheza keyboard, nacheza solo guitar, nacheza bass, na pia nacheza drum. Nacheza vyombo vyote, but napenda sana kucheza drum. Okay. Yes. Amen. Kwa hivyo ukipewa drum unasikia ibada inashuka vizuri kabisa. Amen. How often do you play drums in the church? Sichezi sana. Mwanzo tayari sikumbuki nilicheza lini. Juu sasa most of the time nakuwa kwa kuimba. Okay. Na kuna vijana pale wanacheza drums. Yeah. Ungepewa chombo, yaani ukaekewa vyombo vyote hapa vya ala ya muziki, ungechagua chombo kipi? Ningecheza drum. Ungecheza drum. Ningechagua drum, yeah. Amina. Kwa hivyo drum is your most favorite instrument. Sawa kabisa. Natumai umemsikia pale Peter. Unajua anapenda hii ya kwamba mtoto amelelewa kanisani alafu anaweza pia kucheza vyombo. Inakuwa kitu kizuri cha kupendeza na pia cha kufana. Si rahisi vile kujifunza chombo kimoja kwenda kingine. Kuna watu ambao unaweza sema hawa nimewafunza mimi chombo, pengine mmoja au wawili, nimemfunza chombo fulani anaweza cheza, na ukaketi ukatulia akacheza chombo na ukasikia kubarikiwa. Wapo? Nimementa watu kadhaa. Mwanzo watu wa solo guitar. Sasa tuko kwa band inaitwa Blessed Melodies Band. Mwenye anacheza solo guitar ni mwanafunzi wangu, nimemtrain. Na church mwenye anacheza drum pia ni mwanafunzi wangu, nimemtrain kucheza drum. Ni kadogo sana, na yeye amekuwa sasa anacheza vizuri. Nikikaa naweza mwachia akacheza na nikaa nimebarikiwa. Kwa upande wa keyboard na bass guitar sija mentor mtu ambaye naweza nikaonyesha. But kwa upande wa solo kijana wangu anajiita
Douglas kutoka pale Shanzu Majaoni. Anatuchezea kwa band na ako vizuri sana. Amemshinda mwalimu. Amen, amen. Tukufu basi kwa Mungu. Yes. Kwa sababu ya juhudi hizo. Unajua mara nyingi tukiwa na vipawa tunavinyamazia wenyewe. Unabaki wewe tu, ukiwika unawika. Yaani ukishika wewe hiyo solo ama hiyo drum ni wewe tu. Yeah. Lakini nimeuliza hivyo kusudi, manake kuna mtu pale anajua kucheza chombo, lakini ni miaka sasa na ni yeye tu anacheza, ni yeye tu. Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya mtu kama Peter, na wengine pia tuige mfano huu mzuri ya kwamba ukifahamu chombo wajuze na wengine, ukifahamu kuimba pia mentor na wengine, kwa utukufu wa Mungu. Hii safari ya wokovu ulipoamua pale after high school, no, okay, it's during high school umesema. Yes. Ulipoamua kwamba mimi sasa naingia na mkubali Yesu kuwa mwokozi wangu mimi, ile neema ya kubebwa na wazazi niliachana nayo, nikatembea vile nilitaka, nikafanya rap. Umesema ni hip hop eh? Yes. Ukamalizana nazo na ukaamua mimi hapa leo hii injili nimesikia, nimeanza safari ya imani. Ulipoanza safari ya imani, najua kwamba ndani ya wokovu pia kuna milima na mabonde. Na katika kuikabili ile milima, haukufika mahali ukahisi kwamba nimechoka, heri nirudi? Ama pengine safari ya muziki, hakuna mahali ulifika ukasema kwamba nimechoka, acha nirudi? Karibu. Asante sana kwa hilo swali. Ukweli ni kwamba mahali nimetoka napajua, na mahali niko sasa nikilinganisha, manake unajua before nianze kuimba muziki wa injili, muziki wangu ule wa zamani nilikuwa na struggle sana. Sikuwa na pesa hata kwenda mlipo producer anirekodie hip hop yangu ile. But sasa nilipoanza kufanya gospel, Mungu ameleta neema, vitu zimefunguka. Amen. Nimejifunza kucheza vyombo, nimejifunza kufanya production, mimi mwenyewe as a speaker ama producer, najiproducea songs zangu mwenyewe. Wow. Na watu wanakuja pia na waproducea songs zao. Watu wanakuja na wafunza kucheza vyombo. Some of these guys you have to pay me. Sasa you take my time. Unaona? So siwezi tamani hata siku moja kurudi nyuma. Mahali Yesu amenitoa na mahali ananipeleka mimi napajua. Amen. Na katika familia yetu kuna mifano tofauti ambayo unaweza wewe mwenyewe ukaangalia, na najua mahali nipo, nikitoka hapo mahali kwa shimo yenye naingia ninajua. Okay. Juu kama kwetu walevi wako na wakora wako. So kama si Yesu kunishikilia mahali ningekuwa napajua. Kwa hivyo so, I regret hata siku moja. Yes. Amen, amen, amen. Basi libarikiwe jina la Bwana kwa ajili ya hilo. Ndio tukuachilie hapa ndugu yangu. Yes. Pengine huyu Peter tumwangalie, yani okay, how should we watch the space to see Peter in the next maybe 3, 4 years, 5 years? Ni nini tunatarajia kipya kutoka kwako? Okay, kama Mungu akiniwezesha, natamani nifungue a live recording studio pale Kilifi, studio kubwa sana ambao watu watakuwa wanakuja kurekodi muziki wao live pale. So ikuwe na cameras, ikuwe na all the gadgets zinahitajika kwa live recording. Yani hiyo ni ndoto zangu ambazo mkiomba mnikumbuke. Amen, amen. Yes. Amen. Asante pia kwa kutupatia prayer item hiyo, tutakuombea. Ila kuna mtazamaji pale, hebu mpe himizo ya manake ulimwamini Kristo na umemfuata na umegundua kwamba kwa Yesu ni faida. Naomba tu upeane kitu kidogo kwa ajili ya mtazamaji. Unapoondoka hapa baki akikukumbuka nacho. So mtazamaji, ni kwamba katika vitu viwili, hata Biblia inasema kwamba nimeweka vitu mbili mbele zako, nimeweka baraka na laana, nimeweka uzima na mauti. So ni bora uchague uzima kuliko kuchagua mauti. Mimi toka ni muamini Yesu sijawahi jutia, na hata wewe hapo ningekuomba kama hujamwamini Yesu ni bora tu muamini Yesu. Kwa Yesu ndiko kwenye uzima. Kwa Yesu ndo kuna manuscript ya maisha ya mtu. Amen, amen. Natumai umesikia kutoka kwa ndugu yangu Peter Papa. Mungu akubariki sana kwa kukubali mwaliko huu. Mungu akukubali kwa sababu ya kufika pia, na akujalie neema
na hitaji hilo ama ombi hilo lako Mungu apate kulijibu, ili katika siku zijazo tumuone Peter anayefanya live recording yeye mwenyewe na kufanyisha wengine pia. Basi mtazamaji, kufikia pale tumetamatisha pamoja na ndugu yetu mwimbaji wa siku ambaye ni Peter Papa. Naomba tupatie social media handle zake wakati tunaporudi upande wa pili wa studio. Kwa Facebook @blessedpeter, kwa Instagram @blessedpeter, TikTok pale sana sana utanikosa @blessedpeter, YouTube @blessedpeter. Ya ni follow pale, like video zangu, comment na tutaendelea kuinteract. Thank you so much. Amen. Na pia msisahau kusubscribe kwa channel yake. Mungu awabariki sana. Shalom.